Kitu ambacho kinajifunua kwa mara ya kwanza baada ya Adamu kula tunda ni roho ya hofu. Na ukifanya kwa uchunguzi, kama unasoma Biblia vizuri, utagundua kwamba kitu ambacho kimemtia mwanadamu chini ya utumwa, Biblia inasema vitu viwili tu: hofu, dhambi. Kwa nakuta dhambi na hofu kama ni vitu ambavyo vina mbadala, na ndio maana ninasema kwamba hofu na dhambi ni vitu ambavyo vinafanana, ni sawa, ingawa Biblia hajasema exactly kuwa dhambi ni hofu, lakini ni vitu ambavyo vinafanana. Na ukifuatilia sasa katika mtazamo mpana wa nini, mtazamo mpana wa yale matendo ya mwili, ukiangalia kitu ambacho kinasababisha matendo ya mwili yatokee ni hofu. Kitu ambacho kinazalisha matendo ya mwili kama ni uzinzi, uongo, uasherati na nini ni hofu, lakini hii nitaelezea video yake separate. Na pia kitu ambacho kinasababisha watu wasitii zile amri 10 ni hofu, kwa sababu kama nilivyosema, hofu ni kinyume cha upendo. Na ndio maana nilisema kwenye video nyingine kwamba upendo ndio tiba ya amri zile 10. Na ndio maana amri kuu Yesu aliyosema ni 2, ambayo ni upendo. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, and then wapende watu wengine kama unavyojipenda mwenyewe, kwa sababu upendo ndio tiba wa kila kitu, lakini hofu ndio chanzo cha matatizo yote. Kama nilivyosema, Biblia haijasema direct kuwa hofu ndio dhambi, lakini hofu ukiangalia kwa mapana ndio roho iliyoko chini ya dhambi, ndio dhambi yenyewe, kwa sababu ndio nguvu ambayo ina trigger uovu wote katika dunia hii. Hata leo ukiangalia uovu wote unaotokea katika dunia, katika maisha, unakuwa triggered, unasababishwa na hofu. Hofu ya kukataliwa, hofu ya kutokuwa labda vile unapotaka, hofu ya kutokufanikiwa, hofu ya kushindwa, hofu ya kupoteza labda umaarufu, hofu ya kuonekana duni, hofu ya kuendelea kuwa labda haufahamiki. Kwa nakuta watu wanafanya vitu kutokana na hofu. Kwa hiyo hofu imekuwa ni chanzo cha maovu mengi katika dunia hii. Kwa hiyo sasa, kwa sababu Kristo alikuja kuaddress issue, na ndio maana yeye alikuja na upendo, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu. Kwa hiyo tiba ilikuwa ni upendo, na ndio maana maandiko yanasema pia ni upendo gani ulio mkubwa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ndio maana Yesu alikuja kutoa uhai wake kwa ajili yetu, kuonyesha ile upendo, ili kuaddress issue ya hofu, ili kutuonesha sisi tusiishi kwa hofu tena, tuishi katika upendo. Na pia maandiko yanasema kilichokamilishwa katika upendo akiishi, hakuna hofu kwa mtu ambaye amekamilishwa katika nini? Katika pendo la Kristo. Kwa unaweza kuona pale hofu ndio tatizo,